ili niweze kuwajulisha viongozi waliofika mahali hapa. Sehemu hii yetu, Your Excellency, kuna wajumbe wa County Assembly na Deputy Speaker of the Kitui County Assembly is also the area MCR where we are today, Kitui West, Changwidhia West Ward. So ningependa Deputy Speaker na your MCR also around, please. Dakika moja tu msimame hapa muonekane very briefly within 2 minutes. From there then I will be indicating where we are moving next. So Bwana Nzioka, Mheshimiwa Nzioka, who is the Deputy Speaker and at the same time the area member of County Assembly, please very briefly just introduce your names, your colleagues, mention their names very briefly. Through His Excellency the Deputy President, all protocol observed. May you allow me to briefly repeat my name. I'm Christopher Nzioka, the Deputy Speaker, Kitui County Assembly, and also a member of County Assembly representing this area. So it is my pleasure to invite all of you to Changwidhia West Ward. This school has done us proud and is still does up to date. It is straight in our ward, and so eko kwa vijana wetu, eko kwa wazazi na kwa watu wa Kitui County. Nikifikia hapo, Mheshimiwa Deputy Rais, sisi kama vijana tunakupenda sana na tunakuita kwa jina ya utani Rikiji. Karibu sana Changwidhia West, Rikiji. Hapa nilipo nimeungana pamoja na waheshimiwa, baadhi yao na wengi wao wakiwa wamechaguliwa na chama cha UDA, na wamekuja kutushika mkono na kutusupport. Because of the interest of time, nitawa introduce pamoja na ward zao. On my immediate is nitawapea ruhusa kila mmoja aseme jina na ward. Ndio Mheshimiwa Deputy Rais asiseme Deputy Speaker alikuja na waheshimiwa hawawezi kuongea. So karibuni sana. Asante Your Excellency. Jina langu ni Mheshimiwa Paul Maluki, MCA kwa Mutonga Kithumula Ward, Kitui West Constituency. Karibu sana. Mheshimiwa Sylvester Munyalo Kitheka aka Yamu, MCA na Chief Whip Minority Leader Kitui County. Thank you. Thank you, Your Excellency. My name is Joseph Musyoka Mbite, MCA Nzambane Ward, and the youngest in Kitui County Assembly. Thank you. My name Malinga Munyao, MCA Zombe Mwiteka, Kitui East, na nimechaguliwa na chama ya UDA, and I'm also the whip of the party UDA. Thank you. My name is Freedom Maua, nominated MCA na UDA party. Jina langu ni Siamtura Karigi, nominated Tharaka Ward Mwingi North, sub-county ya Zagisu. Nimeshakuliwa na chama sa UDA. Your Excellency, the Deputy President of Kenya, my name is Deborah Mutuku, nominated MCA UDA. Santi. Thank you, Your Excellency. I'm Aaron Kilonsi Kasele, MCA Mutoka Liku Ward, UDA party. Thank you very much, waheshimiwa. Kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais tunasema karibu na uendelee kukuja huko Kitui. Akamba maazia kithethesho kimuka. Karibu na karibu tena. Thank you very much. Haya, tuwapigie waheshimiwa makofi. Okay, sasa Makamu wa Rais, tunataka kusema asante sana kwa kurudi Kitui. Juicy, I think about 2 months ago,
ama 3 months ago, wewe na rais wetu Mheshimiwa Ruto mliweza kushiriki na sisi hapa Kitui Central kwa maombi. Na tukasema asante, sasa umerudi Kitui Central tena. Kwa hivyo tunashukuru sisi watu wa Kitui Central. Na niseme hivi, Mheshimiwa Ruto alikuja kwa hii shule kama vile vijana walisema na akafanya harambee. Na mimi mwenyewe nilikuwa kwa hiyo harambee. Sasa wewe makamu wa rais, wakati huo alikuwa makamu wa rais. Na sasa wewe umekuja pia ukiwa makamu wa rais. Na wewe unajua tumetoka mbali na wewe. Unakumbuka ile maneno nilikwambia tulikuwa kwa TV station 47? Unakumbuka? Ninalenga naona mambo ni sawa sawa. Ukanyanga hapo tu. Sasa tunaendelea kuwashukuru. Ukweli ni kwamba kama vile umesema, unajua Mheshimiwa Rais ulimwambia kazi yake ni kuunganisha inchi na anafanya vizuri. Na wewe yako ni kuangalia ile register ya shareholders. Na ukweli ni kwamba sisi bwana makamu wa rais, kwa upande hiyo wa siasa, shares zetu si nyingi sana. Hakuna kuna kitu mmefanya kizuri. Kuna vijana wetu na wasichana wetu mmeweza kuwapatia kazi. Nikiangalia hapa tunaona Penina Malonza mwenye ameweza kupata uwaziri kwa hiyo serikali ya Kenya Kwanza. Tuna wengine pale naona bwana Muasia. Wale tuko pande tafadhali, watu tumepata kazi kwa hii Munyoka, Muasia, Mbanda, simameni tu watu waone na muwevu na mnai mjulikane mko hapa. Hao ni viongozi katika sehemu yetu na wamepata kupewa kazi na serikali ya Kenya Kwanza. Na vijana ni wengi makamu wa rais. Mheshimiwa Munyaka ukiongea naye atakwambia kuna mheshimiwa mwingine kwa tunamuita Mheshimiwa Charles Nyamai. Waliingia mbunge the same day. Na kwa wakati huu kwa sababu ya pirika ya siasa, Nyamai tukanyoa yeye. Hakutoboa. Lakini kama kuna mtu ana akili timamu, mambo ya hesabu, ni huyo mheshimiwa. Ninaomba pia ile siku nilikuomba ya kijana na ukafanya hivyo. Tumpigie makofi, alipea Mutambi kazi kidogo. Kuna mheshimiwa anaitwa Mheshimiwa Charles Nyamai. Tumekaa naye mbunge miaka 2, term 2, term ya yuko mimi na chapa ya 3. Na huyo mheshimiwa pia ni mheshimiwa ataweza kusaidia serikali. Tunaomba ikiwezekana pia naye asukumwe mahali asaidie serikali. Kana kama mwaziata. Nemo enda siana zitu zine ngowe ya serikali ya Kenya Kwanza. Tuko ne mwenye makofi mingi tumwenewe nitukwenda. Asante sana. Niseme hivi, Your Excellency, kuna wenzangu wamekuja wa mbunge. Sasa ningependa watangulie mahali hapa ili waweze kusema moja, mbili, alafu sasa tumalizie upande wetu. Huyu anachapa term 2, alinikuta huko, ako term 2. Tuko na mheshimiwa Ngoyoyo. Mheshimiwa Ngoyoyo ni Kajiado North. Na pia ameandamana na makamu wa rais. Mpigie makofi tumwambie karibu Kitui Central. Na halafu tuna kijana yetu ya nyumbani, kijana Nimrod Bai ambaye ni jirani yangu hapa. Kwa hivyo kwa sababu ni viongozi wa taifa, nitawaomba tu kwa ufupi introduce yourselves please. Na tuwe very brief to save time to allow the other leaders waongee ndio tuweze kurudisha program tutoe pesa. Karibuni sana. So you can start. Jose Kipto. Asante. Your Excellency, the Deputy President, Honorable Rigiji, vile tumeambiwa, all protocols observed, the great people of Kitui. Bwana Yesu asifiwe. Watindata. Chamge. Okay, kwa majina vile umesikia, Honorable Joseph Kipto kutoka kule Mgwen, Nandi County. Mimi tu ningependa kuwapongeza kwa the board, the management, watu wa Kitui kwa shule yenu ambayo mnaitilia mkazo ili kujenga shule yenu. Kwa wanafunzi ambao wako hapa, mimi kama kijana nataka niwatakie kila laheri. Mimi pia nilisoma shule kama hii yenu
Juzi nikapata hii nafasi nikakuwa mbunge kule Nandi, na watu wa Nandi wakaniamini, they have trust in young leadership, wakanichagua nikuwe mbunge. So mnaona hii serikali pia iko na heri. Asanteni sana. Asante sana. Mimi nimekuja kwa sababu pia tunaamini mambo ya masomo, na nikushukuru mkiwa na rais. Wakati mumechaguliwa tulikuwa na changamoto kubwa ya junior secondary school, na sasa tukiongea, the junior secondary school has been actioned by this government na imepewa pesa ya kutosha ili tuwe na junior secondary school kabla watoto wetu wakuje hapa kuingia hii senior secondary school. Sio ni jambo la maana? Na niombe tukiendelea mbele, Your Excellency, tukiweka pesa kwa mambo mengi, tuhakikishe kesho ya watoto wetu. Nelson Mandela alisema ile kitu inasawazisha mtoto wa tajiri na maskini ni kitu moja tu, ni masomo. Si ni kweli? Na sisi tutazidi kusupport serikali ili kutimiza. Ya mwisho nikimalizia, mimi nataka niwaambie kitu moja tu ambaye tutaenda kufanya kwa hii bunge ambaye tunaenda sasa hivi. Tumetokuwa recess, tunaenda kufungua. Wakati watu wanazungumza mambo mengi ya finance bill, for the first time waziri wa finance hatakuwa na ruhusa ya kuongezea watu ushuru katikati ya mwaka. Excise duty in between the financial year will be a story that is long gone. And there is no longer VAT kwa mambo ya gas, ili tupunguze mambo ya kukata miti na mambo ya kuni, tuende kwa liquefied petroleum gas ambaye itasaidia kwa mambo ya mazingira. Si tulikuwa na shida ya mvua? Without protecting the environment will also not protect us. Sio ni kazi nzuri? Otherwise sisi tunazidi kuunga rais wetu mkono William Ruto ili tuzidi kujenga nchi. Mheshimiwa, nakupongeza sana kwa sababu ya kuungana na kazi ya maendeleo. Iko wengine wapendi maendeleo, wanapenda maandamano. Wewe Mwenyezi Mungu atakubariki na tutaenda mbinguni na wewe. Asante sana. Basi kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, mawaziri walioko hapa, wenzangu wajumbe, baba askofu walioko hapa Mongela, na viongozi wengine wote wa kidini na hata wa kiserikali, wazazi na wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina yangu ni Lydia Haika Mizigi, na mimi ni mama county wa Taita Taveta, ama women rep wa pale Taita Taveta, na nimechaguliwa tena kwa mara ya pili ama kipindi cha pili. Namshukuru Mungu sana kuwa hapa leo, na tumeandamana na naibu wa rais kwa ajili tuweze kufika hapa kwa sababu ya mchango hii ya shule. Na wakati tulikuwa tunakuja hapa nilikuwa sijajua hii shule vizuri, na kwa hivyo nikataka kufanya research ya hii shule niweze kuijua. Na nilipofika hapa, kwanza nimeona hii shule kwa nidhamu iko poa. Jipigieni makofi. Ya pili, nimepata kujua pia katika jimbo hili hii shule ni moja ya zile zinafanya vizuri sana. Kwa hivyo pongezi. Pongezi walimu, pongezi wazazi, pongezi wanafunzi, kwa sababu ushirikiano huo ndo unaleta matokeo bora kwa shule. Na kwa hivyo ile nilikuwa nimeweka ya mchango, kwa ile habari nimepata hapa itabidi niongeze nyingine. Asante sana. Na hayo ni maendeleo, tumekuja kufanya maendeleo ya kujenga shule na sio maandamano. Na kwa hivyo tunataka kama nchi yetu ya Kenya tuendelee na kufanya maendeleo. Mimi niko katika ile kamati ya bipartisan committee. Sisi kama Kenya Kwanza tunataka kuendelea na mazungumzo. Mazungumzo ni kujadiliana. Mulete hoja zenu kwa meza tuzijadili. Tulete hoja zetu kwa meza tuzijadili bila shuruti. Si kushuruti. Wanafunzi, bila kushurutishwa ama kushurutishana, kama nimesema vizuri.
Jua mahali tuko shuleni na walimu huwa niko makini kidogo na mambo ya lugha. Na basi tunasema tuko tayari kuzungumza kwa sababu nchi yetu ya Kenya tunataka kuijenga na tuijenge tukiwa na amani. Hatutaki hii mambo ya kwenda maandamano. Vijana wetu wa shule hapa hatutakuwa tunawaonyesha mfano bora kuwafundisha kubomoa, kwa sababu maandamano ni kubomoa na kubomoa na kubomoa. Maandamano hayajengi. Maandamano ni kubomoa. Tunao vijana wetu wengi sana. Wengine wamemaliza mashule, wako kule nje. Wakiwa kule nje wengi hawana kazi. Kama serikali ya Kenya Kwanza, tunajaribu sana kuona ni mbinu gani hawa ambao wako nje tutawatafutia kazi. Wako ambao wamesomea mambo tofauti, ujuzi mbalimbali, wameenda polytechnics, hawana kazi. Wengine wamefanya mambo ya plumbing, wengine wamefanya mambo ni electrician, wengine ni wajenzi, wako huko nje, wanaketi magongoni, mwisho wa siku wanaanza kuingilia mambo ya madawa ya kulevya kwa sababu hawana kazi. Hizo ndizo shida ambazo ziko katika Kenya hii. Wale vijana wako pale nje tusiwatumie kwa maandamano. Sisi tunasema tunataka kuwatengenezea kazi kwa kuleta ule muundo wa kujenga zile nyumba. Na katika zile nyumba, kwa yale mambo ya housing, wale vijana wanaketi kule magongoni, wale electricians watapata kazi. Wale vijana wanaketi bure wakirandaranda kule na wamesomea mambo ya ujenzi watapata kazi. Katika huo muundo, wale ambao pia wamefanya plumbing watapata kazi. Kwa hivyo tunawaomba, mkisikia haya mambo ama haya mazungumzo ambayo yanaendelea katika nchi, mjadala mzima wa mambo wa finance bill, tuangalie vizuri, tuusome. Wengine wetu wanasema hapana, hatutaki, lakini kusoma haujausoma. Tafadhali chukua muda wako, isome ile finance bill. Angalia faida zake, alafu ndio ujadili. Lakini usiseme eti vile mtu fulani amesoma, basi ameshasoma na vile amesema ndio amesema. Hapana. Wacha sote, kwa sababu hii Kenya ni yetu. Na sisi kama Kenya Kwanza tunapanga mambo mazuri kwenda mbele katika nchi yetu. Naomba tuusome na tuweze kujadili kwa pamoja, na sisi kama wabunge mturuhusu tukirudi bungeni tuende tupitishe ile kwa maendeleo ya shule hii. Mungu awabariki. Na ninawashukuru sana kumrudisha rafiki yangu, japokuwa hayuko hapa leo, amenilet down, sijui yuko wapi, Mheshimiwa Kasalu, mama county wenu wa Kitui. Ni rafiki yangu, asanteni kwa kumpatia kipindi cha pili, na nimemzungumzia kule bungeni. Nimemwambia kina mama hatuendi maandamano. Sisi kina mama ni watu wa kuchunga. Na kwa hivyo nimemkataza Kasalu hata yeye, na ameniambia hata ungana tena na hayo mambo ya maandamano. Atatulia afanyie watu wa Kitui kazi. Asanteni sana watu wa Kitui. Kwanza naomba tushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutupea nafasi ya leo. Hatukuwa tumeipanga, hatukuwa tunaijua kama itakuwa, na tuko hapa tukiwa wazima, na kuna watu waliamuka na wameenda mochari, lakini sisi tuko hapa. Si ni muhimu tushukuru Mwenyezi Mungu? La pili, Your Excellency Rigiji, our Deputy President, Super Deputy President, sisi tunakutambua. Sasa umechaguliwa na mara ya pili, hata mwaka haijaisha na huko Kitui. Kwa hivyo hiyo tunaitambua na tunashukuru sana. Waziri Mashogu, asante sana kwa kuja na His Excellency kuangalia mambo ya hii shule. Waziri wetu my mom Penina Malonza, ile ripoti imetoka kulingana vile mawaziri wamefanya kazi, wewe ndio number 1. Sasa sijui hii kuelewa ambayo wale walielewa wako nyuma na yule mwenye alikuwa elewi ndiye yako mbele. Hiyo kipimo, hiyo mita ya kupima ichunguzwe. Waanze kupima vizuri. This is a village lady
and she knows the problems, Your Excellency. Hii ni msichana amezaliwa na kulelewa in the village. Anaelewa shida ya watu. Ndio sababu anaulizwa mama swali ya Amerika, anawajibu ya kijiji. Wali wa mama wako. Sasa wakaona elewi. Lakini wapoa kazi ndio wakaelewa, sasa anaelewa. Chairman wa shule hii Bwana Mulila, tunakuheshimu sana. Bishop Mongela, thank you so much for how far you've taken the church. Tumefanya kazi na wewe. Principal wa shule hii. Hii shule koti ya principal ni kubwa sana. Ile koti inapaliwa na principal wa St. Jaulwanga, si kama ile koti inapaliwa na ile maprincipal wengine. Ni koti kubwa. Ilikuwa na woods, ikawachua wengine. Sasa naona umeivaa na nimepima ukiongea hapa nikaona unatosha. Kuna watu wanaweza kuja hapa kama principal, mtu akimaliza wiki afukuzwe kwa sababu atoshei kwa ile koti. Kwa hivyo nakushukuru. Na pia nimesikia umetetea shule yetu. Umeongea mpaka nikashindwa. Sasa unataka nini? Sijui dom, sijui dining hall, sijui bus, vitabu, walimu, nini. Sasa kuna mama moja alikuwa anajifungua na anatoka mahali ingine hapa Kenya tu. Sasa wakati uchungu ilianza, anasema nishike mgongo, nisike kichwa, nisike tumbo. Sasa akagua mashida kila mahali na ajue atashikwa wapi. Sasa Your Excellency, wewe ndio utajua mahali utashika huyu mwalimu. Kwa sababu tumejionea watoto wanalala wameshikana kila kona, mahali watoto wanakula, sijui wanakulanga na mashifts ama ni namna gani. Na hii shule CDF ya Mheshimiwa Makali haiwezani naye. Ile CDF inapatikana kwa mambo ya development. Haiwezi hii shule. Inataka wazito. Nayo situko hapa na leo. Your Excellency Mashogu, tupange hapa. Najua kuna Harambe na najua waziri pia ako na pesa yake ya ministry. Makali ni mtu wa Wiper. Lakini uliza Your Excellency, ile siku tulikuwa na president pale kanisani kwa AIC, alikuja na akakuwa na sisi na akashukuru serikali. Leo deputy president yako hapa amekuja na ameshukuru serikali. Hujaona mtu mwingine wa Wiper hapa. Kwa hivyo ukipeana fedha kwa shule ya Makali Mulu ni kama unapeana fedha kwa mtu ambaye hako na shares kwa hii serikali. Ni vile tu anapima, naona nikienda hivi nitakimbizwa sana. Lakini unajua watu wengine kama Nimrod tunatafutanga mahali tutakufia. Tunaamua kwenda tufanye vile utafanywa. Kwa hivyo kwa ministry, tukipiga rambi kwa ministry, Mheshimiwa Mashogu, atuangalilie hii shule. Wewe ndio utawezana nayo. Uamwagie pesa, mwalimu ajenge. Sitaki kuongea mengi. Your Excellency the Deputy President, mimi unajua nilisimama na chama ya UDA wakati Kitui mzima hakuna mtu alikuwa anataka kuonekana kwa UDA. Na nikajikaza hapo kama mwanaume. Na tukajikaza sana mpaka watu wakaanza kukuja. Nikapata mama Malonza, timu nyingine, tukapata timu. Sasa nikagua tuko sawa. Na Mungu akatujalia. Hata kama Makali anasema shares sio mingi, lakini Nimrod, wajua kuna wanyama wakubwa na wengine wadogo. Nimrod ni ndovu. Kwa hivyo Nimrod akiwa peke yake Kitui, mbunge wa UDA, shares ya Kitui iko inatosha. Kwa sababu unajua mahali serikali iko haiwezi guswa Nimrod akiwa karibu. Hata ukiniwachia hii Kitui, nilisema wale wanataka kufanya maandamano wakuja wafanye Kitui. Wacha hiyo wanafanya huko. Hapa tutashindana, hakuna kufanya maandamano. Kwa sababu tuko na shida ya chakula, tuko na mashida ya school fees, tuko na mashida mingi. Unatuita tukafanya maandamano, alafu tukimalizana, kwanza hao watu ni gamu, hata hawapei watu kitu ya kukula wageni nyumbani. Sasa tutafanya kazi namna gani? Jambo la pili, na ni muhimu sana tuongee hili. Inchi yetu ya Kenya tunaambiwa 1964 wakati baada ya kupata independence 1965 tulikuwa the same level na Singapore, South Korea, Taiwan. Na zile inchi kuna mambo zilifanya saa hii zinaelekea kuwa first world countries. Sisi bado tuko third world country. Na ile kitu hizo inchi zilifanya ndo zituache na maelfu katika maendeleo. Ndio tunapaswa kuangalia ni nini walifanya ndo tufanye ndo tufike ile mahali.
kana rena no maito kila jegwe ni South Korea kila jegwe ni nzisu tunene kenda ikabi kabala ibikite withenge ya America na itu twokuuma tini nikyo twalito sisi ata Kenya nundu twaenda momi yakezu kiuchumi na matutia na maili mengi biu nikyo twalito sisi ni chao twalete kwika kenda tumakwatie na jo kila mekie kibwana kutia halo ando ala tuziere ba ya ndali kana na kutia wala kwa mero ite mezi amebanya ne matia ando ala dilika maternity halo ando ala dilika maternity pe maternity lika wabako maloko batembu pe maternity tembu au wengie maternity na utoka na mtoto na unyapiga nduru hiyo ilionekana wapi hatukufanya ndio tukawachwa leo ndio inakuja leo ndio Kenya inaingia maternity ndio sababu unasikia nduru lazima tupige nduru mtoto atoke halo excellency mudisino na watu wale watu walipigia William Ruto kura wako nyuma yake ni vile si watu wa kelele hao watu wengine ni wa kelele mingi ndio unaona ni kama finance bill hakuna mahali inaenda finance bill itaenda itapita kwanza mimi kura yangu sijui nipige lini nikiambiwa kesho nifikie finance bill napigia kwa sababu 3% ni ya mijengo hiyo 3% tupate 2000 units ya mijengo hapa Kitui town hata wale vijana wako hapa hawawezi toshia kwa hiyo mjengo watachukuliwa wote na ni kazi inafanywa for 2 years kwa hivyo kijana amepewa kazi kwa mwaka 2 bila kusimamishwa kazi na Nimrod nilikatwa 3000 peke yake yule ana ngili 3 na yule jamaa wa Shakahola did the same thing halo mmenipatia ruhusa mimi nikapige kura ya kukatwa pesa mmenipatia ruhusa nikapige kura ya kukatwa pesa kila mahali kitu haezi Mheshimiwa Makalimulu ni mtu wa mahesabu Mheshimiwa Makali hiyo finance bill haezi kuwa 100% kwa na kitu kidogo kama county commissioner isaidie kijana ni Mungu aje Makali atilwe Makali ndo masendro Makali atilwe Makali ndio gwiga ando magumaje notilwe kwa hiyo ndo kweza kuthi kana na atende hata watu wake huyu hapa ni kwake na wamemwambia akatwe hii maneno iko hapo na kura tutapiga ya finance bill ndio Kenya ifikie level ya Singapore ndio watoto wetu watoke kwa shida jambo langu la mwisho hii siasa ya kutishana hakuna kule ilipigwa Rais William Ruto anakalia kiti Rais William Ruto alikuwa nje ya serikali na wajamaa wakashikana wa dynasty wawili watu ambao walizaliwa wakapata bendera inapepea kwa nyumba zao William Gideon Moi Raila Odinga Uhuru Kenyatta walizaliwa wakapata bendera kwa nyumba yao na wao wakashikana wakiwa watatu na Asla peke yake William Ruto akasimama akiwa peke yake mtoto wa maskini wao ni watatu lakini hii Asla moja kakawamwaga chini na bado walikuwa na serikali walikuwa na deep system walikuwa na deep state walikuwa na system na walikuwa na fedha lakini wakaangushwa sasa vile Ruto wako ndani ya serikali na wao wameanza kuhangaika sasa watamutoa na nini tegula niwe beba ndo mabiga beba ndo madhi ando meido mage twi nenda tena nyiziaza zia huo Makali nene tekelo kwenda nene ona roho ndina mbodela yo lakini lani no ni woka no imukua na ndya kwiwo ndongone nene thea nondu webiti na noite na mando mama ngotele no tukwaranize kaunti yathi kana atende so ndale urala ndo alangela mebugu agu ndale labuta zatani andikilile kana Gachagua ndabie your excellency huyu mzee anataka kitu kubwa gavana hapa ndio namwambia akiongea na wewe vizuri mimi nitakuwa chini yake lakini na yeye akubali maneno yetu ndio twende si ndio ndio wale wako wampatie na wale wetu wafanye nini kwa sababu ni jamaa ameonyesha anaweza fanya na serikali wakati mlikuja hapa kwa MP ama senator wa wapa mwingine yeye ndiye alikuja leo haujaona mwingine yeye ndiye amekuja na yeye ndio the strongest huko hao wengine wote wawezani na yeye kisiasa na hawataki kuja
Jamani, tupigie Mheshimiwa Makale makofi. Mahali watu wa Kitui tufunikiwa ni kama tuko Shakahola, ati Makenzi akisema tukufe tunakufa. Huyu mwingine akisema wafungwe tunafungwa mpaka tujitoe hapo. Na tunajitoa hapo kwa sababu ya serikali kuingilia. Vile Your Excellency mumeingilia mambo ya Shakahola, Ukambani tuko na Shakahola yetu. Kujeni mtusaidie jamani. Ndio tuondoke kwa shii Shakahola hii ya kisiasa. Thank you so much na Mungu awabariki. Asante. The Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, aka Rigiji, our ministers, my colleagues in Parliament. Kwa majina naitwa Tabitha Mutinda, nominated senator na chama cha serikali, chama cha UDA. Mimi ndio senator peke yake kutoka Ukambani. Mimi ndio senator mama peke yake pale bungeni na chama cha UDA. Pia National Assembly hakuna mama mwingine Ukambani isipokuwa mie ambaye natoka na chama cha serikali. Ishara ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza ni serikali ya watu wote. Waliponipa nafasi mimi hawakuangalia, lakini walipatia mtoto wenyu mtoto mmoja, ambapo tunajivunia, tuwashukuru kwa sababu kaunti yangu ya kuzaliwa ni kaunti ya Kitui. Niseme kwamba shule hii ni shule ambayo mimi kama ambaye natoka hapa, ni shule tuwajivunia sana kwa heshima yao. Nina mandugu ambao pia wamesomea hapa na nyota zao bado zang'aa. Tuwashukuru shule na pia the board kwa vile wameendesha shule hii. Tuwashukuru sana. Mimi kama mwanasiasa sikosi mawili. Nianze niseme maneno ya maandamano imezungumziwa. Na nimesema katika bunge la seneti mimi ndio peke yake kutoka kaunti za Ukambani. Wale wengine wako katika upande wa upinzani. Na niliwaelezea mimi pale bungeni maandamano mimi Ukambani hatufanye. So nikiwa hapa representation yangu ni kubwa. Kuweka heshima ya Ukambani. Sisi hatuweki sufuria kwa kichwa. Sisi kama viongozi tuakaa na tuwazungumzia. Na washukuru wenzetu ambao wameweza kuzungumzia finance bill. Kwa sababu kama viongozi, jambo njema kama kuna shida ni kukaa na kuzungumza. Wameleta matoko yao na tuwazidi kuwasikiza, lakini niseme hivi. Tukubali tuseme ukweli. Wakati tuwazungumzia 3% ya finance bill, wacha tuzungumzie 8% exemption tumetoa kwa tax. Wacha tuzungumzie exemption ya raw materials ya fertilizer. Wacha tuzungumzie exemption ya raw material ya pharmaceutical products. Tuzungumzie exemption ile serikali imetoa ya ushuru ya pesticides. Mkijua agriculture ndio sekta ambayo inaweza tusaidia sisi kama nchi. Wakati wanazungumzia jambo moja ya 3%, na 3% inasema maximum ni 2,500. Kwa hivyo kama wewe utatozwa 500, mwajiri wako atakuongeza 500. Sio lazima ununue nyumba. Hapana. Kuna njia 4 mwafaka za wewe mwenyewe kuchukua ile fedha. Wacheni kudanganywa kurudishwa tu kwa sekta moja ya kusema ya kwamba basi kama nina nyumba mbona serikali wanipa? La, serikali yasema pia waweza kuchukua zile pesa ukazitumia zikakunufaisha. Waweza patia mwanao zikamsaidia. Mambo mengi watu wa upinzani hawataki kuambia na hawataki kusema kwa sababu wanataka umaskini uzidi kukita mizizi nchi hii. Sisi kama serikali ya Kenya Kwanza hatutakubali hayo. Tutazidi kuungana na Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua kusonga na kutekeleza yale manifesto tulizungumzia. Niruhusu nirudi nyumbani kidogo. Andomaito weke nduki utanu kuona kana bala tubikete na serikali noni utuendete tweke kwikia
kusukuma serikali nza tumathoche suo munene ueva ndeva nundu ni mukamba eva nundu wa maendeleo, kwa sababu ya ile maendeleo ya nchi yote. Hajachagua marafiki aliyokuja nao ambao tuko nao pale bungeni, sio kwa sababu tuwaongea lugha moja, lakini ni kwa sababu ni Wakenya ambapo waelewa shida zetu sisi wote kwa ujumla. Na waomba kwa wale mlipigia kura wapande ile nyingine, waacha wawaeleze ukweli, vijana wetu wazidi kupata kazi, kwa sababu ile sababu wataki vijana wasaidike ni kwa sababu wanataka kuwapatia kazi ya maandamano. Itakuwaje mzazi usiku na mchana wafanya kazi ulipie mtoto school fees? Ulipie mtoto wako school fees, serikali naye ije kusaidie. Naye ule wapande ile nyingine akwambie nipe mtoto wako karushe mawe. Ulisomesha mtoto karushe mawe? Maboys mlisomeshwa alafu mnaenda kurusha stones? Hivyo ndo mnataka? Ni aje maboys? Hivyo ndo mnataka? Wale wengine wana PhD ya kurusha yale mawe. Nyinyi muwe na PhD ambayo itakusaidia mtoto ili umfurahishe mzazi. Ndoto ya mzazi yoyote ni kuona mwanae amesonga. Wakati niliingia pale bunge nilikutana na wachache wakaniuliza, hii jina ambalo unaitwa Mutinda, Mutinda alikuwa nani? Niliwaambia sikizeni hapa. Serikali ya Kenya Kwanza haiangalii mambo na dynasty. Imetupa sisi equal opportunity. Na vile tumekuwa tukisema wakati wa Moi walisema vijana wa kesho ndio viongozi, sasa hamna kesho. Sisi ndio tupo. Hata nyinyi sasa ndio viongozi sasa. So katika ile nafasi tunazidi kupewa, na haya mambo unaona wale wenzetu wanajaribu kurudisha nyuma, msiyakubali kamwe. Ando mei tunikwate nitoa nena na mwasio kabaya musi mweka kwengo onakana kesi yawa kayuma subu bethe aona kautio huo tio mwisi maondo asu ko utu yomesie na nitukuona cheni na ngaia mwathime matukuonze. Thank you. Okay, tuwapigie wanasiasa makofi. Unajua sehemu hii ya kukontrol wanasiasa na kuanga ngumu sana, kwa sababu wanapata mshahara kutokana na kuongea. Sasa wasipoongea mshahara utafanya nini? Ninaamini ya kwamba vile wameongea kwa wingi ndio watatoa pesa kwa wingi. Tuwapigie makofi ndio wajitayarishe watoe pesa sawa kwa wingi wakati ukifika. Si ni sawa? Your Excellency, as I said earlier, I'm an old boy of this school. Niliingia hii shule 1984 na I joined at A levels. Kwa hivyo nilipoingia nilikuja nikafanya combination inaitwa MG Econ. Mathematics, geography and what? And economics. And you know, during our times, Your Excellency, because I know you are also around that time hata ulikuwa shule, wakati wetu economics ilikuwa inaanza kufundishwa A levels only. So the first time I was given a definition of economics was in this compound. Nataka nikuelezee Your Excellency, tuko wengi. Kenya hii imefaidi sana kutokana na hii shule. Sana kwa upande wa accountants, finance officers, na watu wale wako business oriented courses. Na inajua wengi wamekuja. Na kwa sababu leo pia ni siku yetu, wale tulisomea St. Charles Lwanga at one time in your life, please tusimame ili tuweze kuonekana na sisi tujulikane tumefika. Wale tulisomea St. Charles Lwanga tukiongozwa na chama ni wale tulisomea Lwanga. So these are some of the old boys. Na nataka kueleza Your Excellency, these are people who have done great for this country and they continue to do great for this country. So tuketi tafadhali tuwapigie makofi old boys of the school. Uzuri ni kwamba wengi watu wameleta watoto hapa, watoto wao wanasoma hapa. Kwa hivyo unaona, a good school produces good students who become fathers, and as a result of that they also bring their children to the same school. So wengi wao wameleta watoto hapa. Na Your Excellency, ningependa niseme hivi. Pale alia, unajua wenzangu hapa wameongea sana juu ya maandamano. Na rafiki yangu Ngoyoyo pale, unajua amekuja mbunge tu, hajamaliza mwaka mmoja.
Sisi tumekaa huko, kulikuwa na maandamano 2013, kukawa na maandamano 2017 na inaendelea. Kwa hivyo tusilalamike. By the way, maandamano iko kwa katiba yetu. Si mnajua hivyo wa Kenya? Maandamano iko ndani ya katiba. Inasema wewe kama Mkenya una uhuru wa kuandamana, uambie serikali unataka nini. Ile ambayo yatakikani ukiandamana uvunje mali ya mwenzako. Kwa hivyo tusije tukafanya maandamano ionekana kama ni shetani mkubwa. Hapana. Si shetani mkubwa. Maandamano sisi wa Kenya tulipigia kura tukasema iwekwe kwa katiba. Na kwa sababu hiyo, mnasikia? Sababu hiyo watu wanapoandamana ile tungefanya kama wa Kenya, kama tunataka kusaidia inji, mnasikia? Kama tunataka kusaidia inji ni kuuliza ni nini watu wanaandamana. Na Your Excellency, kwa sababu you are the second in command, I must say hii jobo tumetengeneza, the task force ile ya 477. Please, kama tunataka kusaidia inji, hao watu tuwapatie nafasi wafanye kazi yao. Wakiongea bila kupishana na watengeneze kitu mzuri ya inji, utaona mtu amekanyanga kwa barabara. Lakini kama wataenda mchezo basi, maandamano itakuwa ni lazima tukubaliane. Watu waendelea kuandamana. Na hiyo ni right yetu. Hata kwa tunafanya makosa, ni lazima tuongee ukweli. Ile ingine, Your Excellency, because you are here, and I'm sure your MPs might not be able to tell you the truth. Mimi nina PhD economics. My PhD is in economics. Ukiuliza waziri amesema mimi ni mtu wa mahesabu, na ukweli mahesabu mimi na mathematics is one thing. Ameniambia ile hesabu niliweza kupata kukosa kidogo ni hesabu ya kutoingia Kenya Kwanza. Na hiyo nakubali. Hiyo hesabu hiyo si kupata. Lakini ukweli, Your Excellency, na ni vizuri tuambie wakubwa ukweli ndio tusaidie nchi. Your Excellency, ukiangalia finance bill, mimi nimekaa mbunge miaka 11. Sijai kuona finance bill nyingine yenye na upishi kama hii ya mwaka huu wa 2023. For the last 11 years I've been in parliament. I've never seen it. And the question I ask myself is, why this resistance? Why? Unajua sisi Wakamba tukiresist huku is expected. As I said earlier, sana tuna a lot of shares kwa upande wa siasa. Lakini ukiangalia register ya taxpayers, Your Excellency, Wakamba tumejaa huko. Ama namna gani Wakamba? Tuiba akodi. Alama kwa zetu tuiba akodi kwa kolero mwana mzambozu. We pay taxes. Na ndio tunasema kwa sababu tunalipa tax, na hii bill ikipita tutaendelea kulipa tax, we must get it right. How do we get it right? You actually, there are only two controversial things. Only two. Na kama hiyo mgaweza, na ni lazima tushukuru rais. Jana nilisikia ile ilikuwa ya vijana, ile digital creation, rais amewaondolea. That's what we want to see. We want flexibility in terms of matters finance, so that ukiona hiki kitu nafinya watu wako sana unaondoa. And Your Excellency, wewe ni msomi. Na kwa sababu wewe msomi, mimi wale tumesoma economics, the basic principle is that no country in the world has ever developed by taxing people beyond their capacity to pay. No country in the world. None. And we must say the truth. So kwa sababu unajua tax ni process tu. At the end of the day ni pesa kwa mesa ile watafanya kazi nayo. At the same time, pesa ni ya taxpayer. Sisi tunalipa, tunapea rigiji na boss wanatumia kulingana na manifesto ya Kenya Kwanza. So the money belongs to the taxpayer. And because that is the case, I want to appeal to you, Madam Deputy President. Ukikutana na rais jioni, muangalie two things. Mambo ya kuongezea VAT from 8 to 16%. I'm now talking as an economist. Sawa, hii mambo ya siasa hii ni kitu nilianza juzi. Sasa hiyo ndio ninakulanga hii naongea juu yake. Mambo ya kuongezea VAT from 8 to 16. Please, let's sober up as Kenyans and look at that proposal. Tuulizane, hii ilikuwa inatupea pesa ngapi kwa mfuko ya serikali? Is there an alternative way of raising the same amount? And if you need that alternative way, I'll be there for consultation for the sake of my country. The other thing I need us to talk about, Your Excellency, hii mambo ya nyumba.
Hii mambo ya nyumba unasikia mbaya akisema huyu akipigia hiyo kitu next week atafutwa na watu wa Kitui huyu. Utamuona tena. Atafutwa. Wacha nikwambie ukweli. Atafutwa. Kwa hivyo ili tuweze ku take care of our leaders wasiwe na shida. Can we get to a round table, Your Excellency? Tuangalie hii 3% housing levy. Kila Mkenya anataka house. And I really, even me nataka nyumba additional. I have one. I don't mind an additional one. But can we make sure that we get this house in a way that we don't really harm our people? And I want to tell you, Your Excellency, once you get those two right, utasikia hata mbunge, utasikia maneno. Lakini kama itakaa vile imekaa saa hii, Your Excellency, wengine lazima tutatoa suwari kwa mbunge. Tukisema no. Si lazima tuseme kweli. Kama itakaa vile imekaa, I don't pretend myself. If it will be like it is, kura ya makaliwa Amolu itakuwa big no. That can be reported in Kenya. For those two, lakini zikitengenezwa, I'll be lying. I have no problem. Na wewe unanijua mimi na kujua tumefanya mengi na wewe. Na court tutaendelea kulipa. Unasikia tuliongea mambo ya cessation. Ulisikia last weekend. It's not a secret. Tulikuwa kule kwa Mheshimiwa Kalonzo. Tukasema imefika mahali kama sisi kama Wakenya tutajisikia ni Wakenya, tutakata hii inji mara mbili. Tulisema namna hiyo. Ni lazima tuongee ukweli. Na kwa sababu watu wanaongea hivyo ni kwa sababu ya kwamba wanaona kama wataanza kuwa wanatengwa. Sio because we want it. We gave reasons. We must look at the context. So we want a united country where when we pay our taxes, we get value for taxes. And on that note, Your Excellency, sisi watu wa Kitui, nimeshukuru wewe na nikashukuru mheshimiwa kwa ile barabara nataka Kibwezi kwenda Mwingi ya lami. Na tukasema ni asante. Tuwapigie makofi kwa kuhakikisha kwamba tumepata hiyo barabara. Na tunashukuru sana kwa sababu saa hii Your Excellency kwenda Mombasa I only need 4 hours, nimelandi kwa bahari na nimeanza kuswim. 4 hours. But Your Excellency, there are two things harassing us in that road. Na sisi kama viongozi wa sehemu hii pamoja na mheshimiwa Mbai because wa sehemu hii, watu wetu walitoa mashamba yao, Your Excellency, hawajai kuwa compensated at all. At all. Nataka ukianza kurudi nyumbani, Your Excellency, kwa ndege, utupe macho, kuna kijiji inaitwa Majengo hapa. Utaona vile watu wamekaa. Tulitoa hawa maskini wote kwa mashamba yao, barabara ipite, barabara ikapita, mpaka wa sasa wanaishi kwa rendo houses. Na mtu ni maskini. Shida kubwa. Kwa hivyo kama itawezekana, please note that, utuangalilie, hiyo ni jambo moja. Jambo la pili, barabara imekwama mahali, unajua tuliwaambia siku ile nyingine, kama ingeweza ifike Mbondoni, ndio ishikanishe area ya Mwingi na Kitui. Iwe tukienda Kitui hakuna haja kwenda Kanyonyo, tunakata hapa, ita improve mambo ya kupeleka vitu Mwingi na watu kusafiri. La mwisho, Your Excellency, Umanda is in my constituency. Jana tumemaliza kufanya budget ya NG. I sit in that committee. Na ukweli ni kwamba kama itawezekana, Your Excellency, tungependa kuona hiyo damu. It is one of the 2030 flagship projects, Umanda, which was done, you remember the Vision 2030 by Mheshimiwa Kibaki. That program is still hanging. Tunaomba kama itawezekana, tuweze kuhakikisha kwamba hiyo project imepewa era pia, ndio iweze kumaliziwa. But kwa ujumla, Your Excellency, we want to say, as people from this region, as we are in the opposition, it's no secret. But being in the opposition doesn't mean you oppose blindly. That's why we have gone to school. That's why we have what it takes to analyze issues, and where they are good, we tell they are good. Hii kuondoa gas kutoka, Your Excellency, from gas, ile gas, VAT ya gas, umeteremsha. Hiyo ni mzuri sana kwa Wakenya. Na tunafurahia, hata sisi wenye tuko opposition. So it's not that the bill doesn't have good things. It has. But those two controversial ones, can we look at them so that we help the country grow and we remain united? So with those many remarks and maito, twende na kukwata na tisa sawa. Na tuyakikisha tuendelea kwethia twi kindu kimwe tunene na wasia umwe. Siasa itu nena sione siasa cia kusobia ndiri cia kwananga. Na tukaendea na usobia ndi. Ngaino utwathimie na mbua, nimukono ndo matume kalile. Twende na kumutungia mubea. Na liwa uratu kwata tafadhali. Tusobie twike miundani withie mbua ya ithela twina kindu tona koya. Ilo kuona twabona kwilitwa ko kwilitwa ko ndukakuona ingi. Mundu buni ndo litalizwa kana nada. Kodo kumana biti with the twina ilitwa. Kwa hiyo ndio kwa senu sewa alamu ukie. Let's be together for the sake of this school. You have to nikiteka. I will say that when I'm contributing.
Lakini shule kama hii ya Lwanga, shule kama Kitui High School, Your Excellency, shule kama Mulango Girls, shule kama Mutun, St. Angelas, those are the old big schools in this constituency. Na nipende nispende, CDF yangu haiwezi ikabeba those 400 bebe zingine. Niko na 57 schools, secondary schools. The others have managed to do science lab for all of them. Kwa hiyo kidogo ndugu ya CDF. So because I know macho you have some money for infrastructure. Kama vile baya sana sasa. Okay, sawa. Tunajulisha kwamba sasa tuweze ili tuweze sasa kwenda kwa ile sehemu nyingine. Tutafika hapo, watu wetu nasema shukrani kwa wale mmepata nafasi ya kuja. Kwa sababu ni vizuri kuja ujionee na usikie. Kwa hivyo kwa wakati nataka nimuinvite our sister Kanina Malonza, mwenye ni waziri wetu wa mambo ya tourism, aweze kusalimia sisi, na akimaliza I invite colleague mwenzake ambaye ni Machogu, waziri wa elimu, na from there he will be calling for us His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya. And to kunamo itu tulikuwa tunaongea ngambo ndio sasa si wa maitu. Karibu sana waziri. Asante sana mheshimiwa wa eneo hili la Kitui Central. Mheshimiwa Naibu Rais, waziri mwenzangu Ezekiel Machogu, ni waziri wa elimu, mheshimiwa wa eneo hili, Senator uliye mahali hapa, waheshimiwa wabunge kutoka mbalimbali, wakuu, baba yetu askofu, mwenyekiti wa shule hii aliyekuwa my classmate as a point and college mate Nick Mulila, na watu wetu wote wa Kitui. Mtaniruhusu naendelee. Wajua nimetoka muda kwenye tunalima mawele, na huko tunajua kupiga sauti. Kwanza Mheshimiwa Naibu Rais, ni kushukuru sana kwa kuja hapa Kitui mara ya pili. Mara ya kwanza uliweza kuja wakati nilikuwa bado hata sijakuwa waziri, wakati tulikuwa na maombi pale Kitui Central, na leo hii umekuja kwa maendeleo pia. Na kushukuru sana Mheshimiwa Naibu Rais. Mimi ni mtoto wa eneo hili. Nataka nipeane shukrani za kipekee kwa sababu ya kunichagua kama mmoja. Na kabla sijaendelea, kwa sababu wewe ni naibu wetu ambaye unaongelea kuhusu shares. Mheshimiwa Naibu Rais, tuko na shares katika hii serikali, na ningependa kwanza uone hizo shares. Tawaacha kwa haraka sana ambao wamepata kazi waje wasimame hapa uone, na wale wote waliweza kuchangia katika kusimama na chama chetu cha UDA na Kenya Kwanza kwa ujumla. Tafadhali nitembeeni hapa kwa haraka, na wanapotembea nitaendelea kuongea. Nimeona Mbangula amekaa mahali, huyu ni kijana wetu wa Mwingi, na Karen MD wa Hadhi Water. Tafadhali mtembee haraka sana, na hata MCS wenye mko nominated mko hapa kwa ajili ya chama ya UDA. Mheshimiwa Naibu Rais, hao ni baadhi ya waliofaidika katika serikali yetu
ya Kenya Kwanza. Na hapa tuko na commissioner, wajiseme tu majina kwa haraka mpaka hapa. Alafu hao wengine nitawataja. Thank you very much, Your Excellency. My name is Ben Mwasia Mutiso. I am a commissioner at the Commission on Revenue Allocation. Thank you. God is good all the time. Asante sana, Your Excellency. I'm Dr. Victor Munyaka, former member of parliament for Machakos Town. I did 15 years as a member of parliament, and I want to thank God and I want to thank Your Excellency for appointing me to be CAS in Minister of Lands, Housing and Urban Development. Thank you very much. Baito mwaseo kwa maseto nito wa Patrick Msilimbangula na somea St. Charles Luanga na koma ushirika dormitory no munde na sana nduko kwa school weno nive ya chairman of the Water Works Development Agency na appointewe ni mheshimiwa Rigathi. Thank you very much. God is good and all the time. Kwa majina mimi naitwa Moses Banda na mimi niko katika Presidential Economic Transformation Secretariat kama advisor wa President kwa Financial Inclusion. Na niko na furaha kuwa hapa leo. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Naibu Rais, au wengine wote. Baadhi yao ni wale walishika chama ya UDA pamoja na tulipigana sana. Na wengi pia wamepata kasi ndogo ndogo katika ministries zetu. Kwa hivyo nawashukuru, asanteni sana. Naomba Mheshimiwa Naibu Rais niseme kwa kirebu ya kwamba uliponipea CS mkiwa na rais, pia mlikumbuka kaunti hii mkatupea pia na PS. Jonathan Mweke angekuwa pamoja nasi, lakini ako na kasi anayoifanya. Pia tumeona commissioner, financial advisor, nominated senator, na pia tuko na regional commissioner anatoka eneo hili na wengi. Kwa hivyo tunashukuru sana Mheshimiwa Naibu Rais. Yangu yatakuwa machache sana. Kwanza nashukuru shule na uongozi wote wa shule hii, kwa sababu wakati nilikuwa naibu governor wa kaunti ya Kitui, nilikuwa na demonstrations nyingi kutoka kwa shule, lakini hii shule haikuleta demonstration. Na nataka nishukuru kwa sababu your neighbors Kitui School waliweza kuleta demonstration, lakini wakati tuliongea nao, hata leo hii ndio wanaongoza kaunti ya Kitui. Nataka niwashukuru sana vijana wetu wa shule hii. Tuko hapa tuwasaidie, tuko hapa tusimame nanyi. Tuko hapa pia tuwaeleze serikali ya Kenya Kwanza imefanya pia kazi hapa. Na la kwanza ni zile miradi Mheshimiwa Naibu Rais umeweza kuanzisha katika kaunti yetu. Hivi karibuni uliweza kumtuma PS wa water na aliweza kuja hapa akaangalia umadam, na baada ya siku kidogo umadam ikawekwa kwa gazeti kama ile mradi ambao mtaweza kukamilisha. Tunashukuru sana Mheshimiwa Naibu Rais. Vile vile uliweza kutumana, kuna silanga tuliweka katika blueprint iko pale Kitui West ikaangaliwa pia. Kuna phase 3 ambayo ni Kiambere inalete maji kule Chuso, iliweza kuangaliwa na ukatuongezea pia phase 3 ambayo itakuja mpaka hapa Mwingi West. Tunashukuru sana Mheshimiwa. Pia tumeona barabara ya huko Mudha tayari umeipeana ili iweze kuangaliwa iweke katika zile barabara zitawekwa lami. Tunashukuru Mheshimiwa Naibu Rais. La mwisho ningependa pia nikushukuru kwa sababu mimi ni waziri wa wanyama pori na utalii
na pia mambo ya turadhi zetu. Hivi karibuni nilikuwa Makueni tukianzisha mambo ya our indigenous knowledge, ujuzi wetu wa zamani, ili uweze kuandikishwa tuanze kupata pesa, na kushukuru zaidi kwa hiyo. Pia nataka kukushukuru kwa sababu kuna kilio cha ndovu katika nchi hii, na zimesumbua watu wetu kwa sababu kulikuwa na kiangazi. Na nikatembea katika ofisi yako, nikakuomba fence, na uliweza kushughulika pakuu, umeweza kusumbua treasury, na tunajua hivi karibuni utatupea mambo ya fence, funding ya fence, tuweze kufungia hao ndovu watoke kwa watu. Vile vile wakati nilienda huko Mwingi, niliweza kuzungumza nao kwa kilio cha watu wa Kitui. Walikuwa na njaa, ndovu wameingia kwa mashamba, nikakuomba chakula. Last week nilitembea constituency mbili, nikawapea chakula, na wamama wako na furaha na wababa kwa kuwakumbuka. Asante sana. Andomaito nonya ninatuani deputy governor wenyu, na noinyola ninaukie kwenyu ninamwitia kibila cha woman rep, na noinyola kula siako itaneana indi nondo ngainde wikani aivula na mondo ana ndililikana na rais witona tulilikana oteo shamba otumete mistuni tunalilikana. Lakini niwaambie vizuri, hata kama kulikuwa na kuteleza siku ya feti, na nyinyi mnajua ilitoka wapi, acheni hiyo maneno. Ama namna gani? Hai kutoka kwetu, lakini tunajua ilitoka wapi. Kwa hivyo nataka kukuhakikishia Mheshimiwa Naibu Rais, mimi nimejikaza, tutapambana na hao ndovu mpaka hao ndovu tuwakamue fedha, hao watu wetu wasaidike. Nimetoka Ethiopia usiku, na tulikuwa tunaongea mambo ya ndovu Afrika mzima, na tumesema hivi, sisi wa Afrika tutaongea kwa lugha moja, na tutahakikisha haitakuwa wanyama wa msituni ambao hatatupa faida. Kwa hivyo kuna mipango mizuri katika nchi yetu ya Kenya. Andomaito nebikete vuve udhoku teo mwiti ya skulu serikali ndi mwendete ni mumetika kwako tikala uvinsani mpakende na muyensi mani kwobya na tuwa mubesya na tunasima tunoa ingieni katika serikali. Hatutakubali Ukamba wachwe nje, kwa sababu hiyo miaka yote 15 tumeachwa nje. Unaona hata wameanza kuongelelea juu ya Dhoake Dam, pesa iko karibu kwenda kwa sababu ya kuongelea. Mheshimiwa Makali, na kuheshimu sana, wewe ni ndugu yangu na wewe ni rafiki yangu. Tuambie Wakamba wetu ukweli, hatutakaa nje ya serikali tukose miradi. Lazima tuingie kwa serikali tupate miradi. Ama namna gani? Ninge mwetu etieba kana na atenti tio tukwenda swangi bumete tonondu na mumanye bina kana na atenti akwa kindu kino ngali kana nata. Kwa hivyo tunaomba pia nao wakuje wasaidie mali tutafika, na hao walete mijengo mingine hapa. Mimi niko tayari kukatwa fedha, ninamuye ni mwingi mundu lote kwenda itilwa mbesa enda mutwe mwinja mumukunia kura endenesa inyo mutendenesa. Lazima wakatwe. Ama namna gani? Lazima wakatwe. Tunaposikizana ndio tuweze kuendelea. Nashukuru sana, nashukuru sana kwa sababu mmeweza kunisikiza. Hata hiyo mnakataa, tuko tayari. Ama namna gani? Asante sana. Kwa hayo machache, ningeomba nimuite waziri wa elimu ambaye tuko hapa, Ezekiel Mashogo. Makofi kwake kwa wingi.
Unajua huyu akisema orofa ibandikwe hapa itabandikwa. Kwa hivyo karibu waziri. Yeah, thank the Cabinet Secretary Tourism, my brother and my friend, them and the alumni and all the parents and the students, amujambo. Amujambo tena. Muyaseo. Muyaseo. Mbuyamore. Mbuyamore. President of the, and above all, knowing the agenda of government in education matters. Your Excellency, when I came here, there is a school in my home area, Bishop must be knowing it, also known as St. Charles Ruanga. The only difference is that this one is Kitui, and that one is Ichuni. And the other one is that one is a girls' school, and this is a boys' school. Your Excellency, when I went through the record of this school, it's a school that consistently the school principal said, $9.3, but an ego fry is very high. And somehow, the difference between 8.8 and 9.3 and the students who are very hard working in this school to make sure that they improve a little bit so that we can have a mini score of 10, because I know they have the ability, they have the capacity, and they have what it takes for them to be able to make it to 10. Muko tayari? Muko tayari kufika 10? And also, sir, of course, the capacity of this school is 1,000 students. That is, the infrastructural development can comfortably be able to cater for 1,000 students, but the number that we have here now is 1,276. This is not unique to only this school. It's almost something which is affecting us countrywide, but as a government, we are trying to mitigate on this challenge as we go forward by providing the necessary required facilities, and with the members of parliament, I'm sure that in due course, the requirements in terms of infrastructure in this school will be done. Wakamba muko? Wakamba muko? Old boys muko? Mimi kwanza niwapatie salamu kule pahali naishi natoka, kwa Wakisii tuko na Wakamba wengi. Your Excellency, mtoto yangu ya kwanza wakati alimaliza university aliletwa hapa Kitui
kama daktari na akaweza kufanya kazi hapa kwa miaka miwili. Na ile taabu ambayo wakati nililete yeye katika hapa Kitui town nilipata ni mambo ya nyumba. Miezi miwili iliyopita nilikuwa na ndugu yangu ambaye tunaheshimiana sana, rafiki yangu Makari Muru, mchumbe wenu kule Cherumani. Ndugu yangu, leo Kenya bahari hiko, niwaambie ukweli, shida kaugonjwa kakiingia mwili, kama ni COVID ikiingia lazima ufanye nini? Si lazima umeza dawa au utakaa tu ukufe? Kama ni malaria ikiingia kwa mwili lazima upate dawa ndio upone. Mimi pamoja na Muru, Makari Muru, bosi wangu alikuwa nakataa yeye kwa sababu kutoka serikali mwaka 2017 mimi na Muru tulikuwa wajumbe. Iko pahari mimi na Muru akiwaambia ukweli, tukarete taabu ambaye sasa lazima isuluhishwe. Ile ambaye tulilete ni kwamba ile mkopo ambaye Kenya wakati ule ilikuwa imekubaliwa kukopa kiwango ni trilioni 6. Mimi tukiketi kule kwa niaba yenu, na mimi ndio mmoja wao na ndugu yangu Makari, kwa sababu boss wewe ndio ulikuwa unasema hii mnaenda saidi. Makamu wa rais hapa ndio alikuwa anasema ninyi mmeenda saidi. Tukaweka deni kufika trilioni 10. Ile ambaye nchi yoyote ikifanya, ukiebuka kulipa ile deni, hiyo nchi itaenda kubaya. Utasikia imekuwa kama Ghana, imekuwa kama kitu kingine. Na serikali hii mimi nashukuru kwa sababu kiongozi wetu William Samoei Ruto, kiongozi wetu Gachagua, kwa niaba yetu sisi wote watu wa Kenya, tumejitolea kwamba lazima ile tulifanya tulipe. Ile serikali ambayo ichukua ile mkopo, wao walijua malipo itakuwa wakati mwingine, na malipo ndio sasa imefika. Mpaka my friend the economist, hata ile Eurobond ambayo tulichukua sasa ndio tutalipa. Ile mambo yote ambayo tunaurisha jameni, leo masomo tunataka bilioni 700, kwa sababu katiba ya Kenya ilisema ya kwamba mtoto wa Kenya wa primary wa secondary lazima serikali lipe. Serikali haina shamba, serikali haina biashara, serikali ni wewe na mimi. Serikali ni ile ushuru Gachagua atatoa, na wewe ndio kwamba tuweze kuhakikisha ya kwamba mipango iwe ya maji, iwe ya parapara imeweza kutimika. Hakuna pesa ambaye pengine mheshimiwa naibu wa rais atasema ataenda kuuza, hata akiuze iweze tosha Kenya. Ni sisi wenyewe tujitolee. Wakati tulikuwa na mheshimiwa Makari Muru akiwaambia ukweli, tulifurahia kitu moja, tukasema historia ya nchi hii, Jerumani ambaye imeendelea, historia ya South Korea, Singapore, ni watu wenyewe walikuja pamoja wakasema kwa kuungana, kwa kujitolea muhanga, lazima watoe nchi yao pahali iko waweze kuifikisha pahali ambaye inatakana kufika. Leo hivi makamu wa rais, niwaambie kwa ruhusa yako wananchi, changamoto ambaye tuko naye jameni, na mheshimiwa Makari sijui kama hapa iko, kila sehemu ya Kenya watoto 800,000 wanatoka mashule, universities na middle level colleges kila mwaka. Wale ambaye wako nyumbani bila kazi karibu 500,000. Leo serikali ya William Samoei Ruto na Gachagua wanasema hatuwezi endelea hivyo, lazima tupange na tuje na njia kapambe ambaye tahakikisha hii watoto wakimaliza shule, kila msasi unataka wapate kazi. Wasasi muko? Mnataka watoto wetu wapate kazi? Mnataka hiyo? Sasa kama mnataka hiyo, serikali hiyo ndio mipango, kwa sababu serikali ya William Samoei Ruto na Gachagua imesema tukiendelea vile hiko, kusema kweli watoto wetu hawatapata kazi.
na kila Mkenya lazima afahamu. Mahospitali yetu ukienda hakuna dawa, na ndio tunasema sasa Machogu ile mshahara napata na ndugu yangu Muru Makara hapa karibu milioni, sasa kutoa 1,700 kweli hiyo ni mingi. Mimi serikali na Muru iko mpango, akifika punge yeye iko pesa anapewa ya kununua nyumba, interest ni 3%. Sasa wewe walimu wangu wako huko, wao wakipata nyumba jameni ni mbaya. Machogo akitoa 2,500 peke yake ndio watoto wetu wapate kazi, fire watoto wetu naye waweza kupata nyumba mzuri ya kukaa, kwa sababu ukienda kule Nairobi slum zimejaa kila pahali, imeanza kuja hata Kitui. Kwa hivyo jameni, leo tuko hapa na nashukuru Your Excellency kwa sababu tuko na mchango. I thank the parents, I thank the committee for coming up with this arrangement, because it gives us a platform, the parents, the alumni, the teachers, and all of us to collectively support this school, because indeed, Your Excellency, you were able to see what is required in that dome. We require money so that we can be able to build this school. The same way, we require to come together as Kenyans so that we can be able to take this country to another level, kwa sababu hakuna wengine watafanya hivyo isipokuwa ninyi. Niwasalamie Wakamba nikifika kule, wako wengi Kisii. Niwasalamie ninyi, niwaambie makosa mlifanya moja. Mnataka muambiwe? Hata msijana yangu alikuwa hapa, sasa vijana wakaangalia chini jameni. Sasa akatoka fira, lakini Wakamba wakija kwetu Your Excellency, hakuna yule anarudi anapata ndizi kule anasema hapa ndio pahali nitakaa. Kwa hivyo jameni, tuwe tayari kumkaribisha His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya aweze kutuzungumzia na kuanzisha mchango. Thank you and welcome Your Excellency. Welcome. Welcome sir. Asante sana. Thank you. Please be seated. Askofu wetu wa Kitui Diocese, Right Reverend Joseph Mongela, mawaziri wetu, rafiki yangu Mheshimiwa Makali, viongozi wote ambao wamefika hapa, Chief Principal, walimu, wazazi, wanafunzi, waitu muyaseo ingi, ngaini museo, mavinda othe, muriega rigi. Nisalimieni kwa heo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asanteni sana baba wetu askofu. Mimi sina maneno mingi, tumekuja kwa mambo ya kazi na mambo ya maendeleo. Tulikuwa hapa Kitui miezi chache iliyopita na Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto kwa ibada ya shukrani, tukimshukuru Mungu kwa yale mema ametendea Kenya na sana sana kwa kutupatia uongozi. Kwa hivyo huyu chairman wetu Bwana Murira, rafiki yangu, alinialika na nikamwambia mimi nitakuja kwa sababu hii shule ya St. Charles Luanga Kitui iko na sifa kubwa ya Kenya ya kipekee, na wale watu wa Kitui wako pahali katika serikali, katika professions, katika biashara, wengi wao walipitia kwa shule hii. Kwa hivyo chairman alipokuja alinialika, nikamwambia nitakuja, na nikaenda kumuona Rais William Ruto, nikamuomba pia amsaidie. Amenituma na salamu, mmepokea? Na pia amenipatia kitu nimletee. Sisi yetu ni maendeleo. Tulikuwa kwa uchaguzi na hii watu ya Azimio tukawanyorosha. Sasa si ni kufanya kazi, tungoje pale mbele. Hakuna pahali tumeenda,
tutapatana pale mbele, lakini sasa ni wakati ya kufanya kazi, na sisi hatuna maneno ya ubaguzi. Mimi nimekuja hapa Kitui, hapa si kwetu. Wale wengi mlitupa kura yenu msituni, lakini tuko hapa kwa sababu nyinyi ni wa Kenya, na kufanya makosa sio mbaya. Ubaya ni kurudi tena. Kikwetu wanasema kuteleza. So kwa hivyo hakuna shida. So mimi nitakuja hapa, nitarudi tena, nitafuta urafiki na nyinyi mpaka tuelewane. Rais ameniambia tafuta urafiki na watu ya Kitui, kwa hivyo nitarudi tena. Tutakaa na nyinyi mpaka tuelewane. Mkipita kona, tunafuatana na nyinyi mpaka tukae vile Kenya inatakiwa ikae. Kwa hivyo tumekuja kwa sababu shule iko na kazi mingi ya kufanywa. Ni kweli nimetembea kwa dormitory na iko shida. There is congestion. Hata pahali moja ilikuwa library, hakuna plaster, watoto wetu wanakaa vibaya. Pale dining hall iko kidogo sana, wanaenda 3 shifts, 4 shifts. Saa ingine wanakula chakula wakiwa nje, kunaweza kuwa na mvua, kunaweza kuwa na baridi ama jua kali. Pia mambo ya shule hii ni ya zamani, ni ya 1965, umri wangu. Kwa hivyo hii shule inataka marekebisho na ni lazima tusaidiane. Kweli ni kwamba mheshimiwa, umesema vizuri ya kwamba unataka usaidizi kwa shule hii. Unataka usaidizi kwa Kitui High School. Unataka usaidizi kwa Mulago Girls, na ni sawa. Umesema pia unataka tujenge barabara kutoka Kibwezi mpaka Mwingi. Umesema pia tujenge Dam. Hiyo yote tutafanya. Lazima tuchukue kwa wale wako naye. Bill, hiyo dam haitaje. Hii pesa unatuuliza kwa shule hii tutatoa wapi? Mimi ni mkulima mdogo, mshahara yangu iko. Lazima na hapa Ukambani tupate maji ya irrigation, tupate chakula ya kutosha. Mwezi 2-3 iliyopita huyu waziri wenu Penina hajanipatia amani. Akija kwangu kutafuta chakula ya kuleta hapa Ukambani. Ukambani mkipata dams ya kutosha, hamstahili kuomba chakula. Sababu nyinyi ni watu mko na bidii. Sema hiyo maneno ya kukopa haiwezekani tena. Kwa sababu ukijipata kwa shimo ndani, huwezi kuendelea kuchimba. Unasimamisha kuchimba ndio uangalie vile unaweza fanya. Kuchukua ushuru, itabidi tukope. Na hiyo ni maneno haiwezekani. Nafasi hii lugha ya kuambia watu wasitoe ni ya kufurahisha watu, lakini huwezi ambia watu wasitoe at the same time uwaombee barabara, uwaombee maji, uombe shule zitengenezwe. Itakuwa haina maana, because unaongea na lugha mbili. Kwa one side unasema watu wasitoe ushuru, then unasema tunataka maji, tunataka barabara, mashule iko shida. Then how do we do it? Let's be truthful. Najua mimi ni mtu ya kuongea ukweli. Mimi am a man who speaks the truth. That is the truth. People, we must collect taxes to finance our development expenditure, to finance our recurrent expenditure. Juzi mnasema hamuna walimu ya kutosha. Tumeandika 35,000 teachers. We need to pay them. Sasa
Rigathi Gachagua na mshahara yake milioni 1 ndio atawalipa. Hiyo pesa tutachukua kwa wananchi ndio tulipe hao walimu. Tunataka kuandika wengine 35,000 next year, lazima tuwalipe. Hiyo pesa itachukuliwa kwa wananchi. That is the truth. So as much as tunapiga siasa na kufanya maandamano na kuweka sufuria kwa kichwa ni sawa, but you must also be truthful to the people that if you don't collect taxes there will be no development. That is the truth. So the choices are there. Ukweli ni kwamba pia mheshimiwa, unajua ni mzuri nikwambie, hata kama utapinga hiyo bill itapita. You don't have the numbers. So iko haja gani kupinga kitu ambaye itapita? There's no need. Tulikuja hapa Ukambani tukaambia nyinyi, huyu mzee akitendawili hakuna pahali anaenda, tutamwangusha. Tukamwambia hii mzee akitendawili amekosea Wakamba heshima. Amechukua Kalonzo Musyoka, kiongozi ambaye tunaheshimu, amekuwa makamu yake miaka mingi, amempeleka interview kumuuliza anaitwa nani, kama ameoa, na kumwaibisha. Baada ya hiyo aibu yote kwa Wakamba, mkafuata yetu. You still followed this man. Sasa mheshimiwa, hii mzee ameita nyinyi pale kwa Kalonzo nyumbani, anamdanganya mchana na mnapiga makofi. Ati Kenya ati inaweza kuwa gawa mara mbili, ati kuwe na marais wawili. Ni uongo si uongo? Why do you believe lies during the day? Haiwezekani ati Kenya igawe mara mbili, ati kuwe marais wawili. Sio ni ndoto ya mchana. It is not possible. And you leaders from the Ukambani nation, you follow this man blindly mkijua ni uongo. Kama hiyo mzee amechoka kukaa Kenya, si aondoke peke yake. Kenya iendelee. There's no problem. Akitaka kutoka, atoke aende. Ukweli ni kwamba amejaribu mara 5. Akuje ajaribu mara ya 6. If you people want to lead the Kaba nation into opposition for the 4th time, that is your decision. Hakuna mtu atakataza nyinyi kwa sababu Kenya ni nchi ya demokrasia. Mlifuata huyo mzee 2013 mkaanguka. Mkamfuata 2017 mkaanguka. Mkamfuata 2022 mkaanguka. Unajua ukipanda maharagwe na haimei, upande tena haimei, upande mara ya 3, si unabadilishwa unapanda mahindi? So it's a decision the leadership of this region has to take. For how long does the leadership of Ukambani want the region to remain in opposition? That is a decision you have to make as leadership. From where I sit, this region needs to be in government because of the issues surrounding this region, mambo ya maji, mambo ya barabara, mambo ya kila kitu. This is a region that needs to be in government. Mheshimiwa Mulu, my friend, we are good friends. This man tulikuwa na yeye kwa show. Hapo tunangangana nini hapo inaitwa T47. Wakati ya break nikamwambia mtazama. Wakaniambia si Uhuru Kenyatta hako. Nikamwambia hakuna. Sisi ndio tuko kwa ground. Hii maneno iliisha sama na nyinyi mkifuata hii mzee mtaanguka na yeye. Hakuamini. I'm telling you mheshimiwa, my friend. Because mimi naona you are a sensible leader. Wewe umekuja kwa maendeleo and you have done the right thing. Na hata hao wakukuja mtumanie hawa. Tukitoka watume mchango yao kwa principal kwa sababu mliwapigia kura. Kama wataki kuja kwa sababu tuko, kuna pahali shule imeenda. Si shule iko tu hapa. Mtumane kwa Kalonzo Musyoka, atume hata kama ni milioni 1 ikuje isaidie shule. Mtumane kwa senator, atume hata kama ni 300 ikuje ijenge shule. Mtumane kwa governor, nusu milioni ikuje ijenge shule. Kwa sababu hao ni viongozi. Mimi Rigathi Gachagua sina mtoto kwa hii shule. Niko na mtoto. We have come because we have a responsibility as leaders to develop our country. And there is need. Hata hao viongozi wa Wiper wakitembea kwa hii shule, they'll be embarrassed. Wamekuwa kwa uongozi miaka mingi, hii shule inakaa aibu. They should come to this school wajenge. Kwa sababu hii shule ni ya hapa.
Sisi tumetoka mbali, tumekuja kujenga. They are not here. Wako na mshahara. Si afadhali hata wakati wa hiyo 3% kwa sababu hata harambee wataki kutoa. Si wacha tukata hiyo watu pesa. Kwa sababu wakiambiwa watoe kwa hiari yao hawezi toa. Sasa hiyo watu yote iko na pesa. They are not here. It is my belief that kama wataki kuja kwa sababu tuko hapa, tukiondoka, priest wako hapa, bishop wako hapa, wakusanye pesa, walete, tujenge shule hii. Kwa sababu hii ni shule ya nyumbani. And charity begins at? Yeah. You know, mheshimiwa, mimi na kuheshimu sana. You know you are doing the right thing. Na mimi nakuambia vile naenda, mbele iko sawa. Lakini usipinge bill, wacha tulete maendeleo hapa. Lakini kwa maendeleo, hata hiyo unataka ya governor, this is the right way. Wewe kaa na kila mtu, pahali watu nachanga kuwa hapo. Pahali rais yako kuwa hapo. Wacha watu wakuone unashikana na viongozi wengine kufanya maendeleo. That is the way provide leadership. Hivyo mimi ningetaka, sitaki kupitisha hapa, nataka niseme tumefurahi. Na hii Kitui tuko na shukrani. Hapo mlikuwa mmempigia Uhuru Kenyatta 80%. Sisi na William Ruto mkatuongeza 29%. Nataka niseme asante. And for 29% in Kitui is good. Shares yenu hapa ni mingi kwa hii serikali yetu. You are doing well. Na hii tutaisukuma from that 29 mpaka huko mbele. Kwa hivyo mtakuwa mkiniona nikikakaa, ninarudi nikikakaa, president anakuja, tunataka tutafute urafiki, tujuane, tupendane, tuelewane. Shida yenu tu ni kufuata ile mzee ya kuzimia. Mwachane na hiyo mzee. Mzee sasa amengangana hiyo miaka yote. Sasa atapeleka nyinyi wapi? Where will he take you? Na yeye hakujagi harambee, hakujagi kanisa, anakuja tu after every 5 years mnampigia kura. I don't understand you people. I am still learning the combination. Naendelea kujaribu kuzoea kuelewa nyinyi. Lakini mimi ningetaka kusema tujaribu kujenga hii shule. We'll do what we can. And the ministry itafanya vile itawezekana na tutaendelea. But this is a good school. Na vijana nataka kupongeza nyinyi for your good discipline na good performance. Vile waziri amesema tujaribu tusukume hii performance past 10. Si ndio? Sitasukuma vijana? Nimesikia mnalia mambo ya basi. Na hii viongozi wenu hii hawaipa, kwani ya muulizage hawa msaidie chochote? Kwani hii viongozi kazi yao ni gani? What work do they do? So they are everywhere. Mimi sijasikia wamenunua hata basi moja. Wamenunua hata moja? Tuwashitue. Waziri Malonza, tusaidiane na wewe. Tutasaidiana na huyu waziri Malonza, tutatafutia nyinyi basi moja ya Scania. Alafu tamsaidia. But we want to challenge the leadership of this region. They have been in politics for so long. Can they show a single thing they have done in Ukambani? One. Kanisa moja pale, shule moja pale, basi moja hakuna. Sasa the last time William Ruto alikuwa hapa, mimi nimekuja. The leaders are around here. So ukienda area zingine, viongozi hata wale wa upinzani wanafanya kazi. Lakini mimi napongeza huyu mheshimiwa, hata wewe mheshimiwa kwa CDF, put good money in this school. You know, the way I look at these premier institutions in every county, it is good to put sufficient funds. Mjenge shule moja ya county, shule ambaye itakuwa the model school in the county. So mheshimiwa, consider and put sufficient funds in this school. We'll do what we can do as a government. Sisi wenyewe tutachangia, wazazi wachangie, then we see what we can do. So vijana, vile nimekuja sasa, muko sawa? Tupange bashi kidogo, si ndio? Kwa sababu sasa waheshimiwa wameongea mpaka umechelewa na lunch. So wacha mimi nipange lunch ya kesho. Si ndio? Kwa sababu nimekuja mimi ni kiongozi, hamwezi kula ile lunch mmezoea. Si mkikula chapati ni sawa?
na soda. So ile captain, wapi that good captain? Yeah, nitakupatia 500,000 ya lunch yao vijana kesho. Mpange vizuri ndio hao vijana waweze kukaa sawa sawa. Sasa wacha tufanye ile kazi imetuleta hapa. Sisi tumekuja kazi. Sisi ni watu ya kazi. Siasa imeisha, tuko kazini. Haya, mwalimu, how do we go? How do you want us to proceed, Masera? Haya, mwalimu, ita watu yako, the school. How much have you raised, mwalimu?